Naam, baada ya makombora mawili makubwa yaliyopiga meli ya USS Stark ya Marekani iliyokuwa Persian Gulf, ghuba ya Uajemi kuelekea mlango bahari wa Hormuz, mabaharia 37 Marekani wakafariki, ikawa ni fedheha kubwa na aibu ya kimataifa, lakini Iraq na Marekani wakamalizana kwa sababu wote walikuwa wanaungana mkono dhidi ya Irani katika vita hii. Mwaka 87 hapa Marekani sasa ndo ikaanzisha kampeni yake maalum kabisa kusaidia meli za Kuwait kupita mlango bahari wa Hormuz kwa usalama. Kampeni hii ilipewa jina la Operation Ernest Will. Hii ndio ilikuwa miongoni mwa kampeni kubwa kabisa za majini za kijeshi tangu kumalizika kwa vita ya pili ya dunia mwaka 1945. Marekani inaanza kampeni hii na inatanguliza mshua mmoja, meli kubwa USS Bridgeton. Bridgeton inatembea na meli nyingine za Kuwait zenye mafuta zinafuata. Kwa hiyo ni meli kiongozi iko pale mbele. Bwana, sisi hapa tutatoboa. Marekani inaaminika ni bingwa, ana his might kwenye masuala ya kijeshi duniani. Kwa hiyo hapa Hormuz tutapita bila kipingamizi chochote. Wakati safari inaanza, wameshapiga mwendo vizuri, wakakumbana na mkasa, ajali nyingine ya kusikitisha kabisa. Meli hii ya USS Bridgeton inagonga kiazi, bomu la majini lililotegwa na jeshi la wanamaji la Iran katika mlango bahari wa Hormuz. USS Bridgeton ikapigwa. Inatajwa mabaharia wake 10 walidhurika na baadhi yao wakifariki dunia kutokana na mpasuko mkubwa ama majeraha ambayo meli hii ya kivita ya Marekani ilipata ilipojaribu kupenya katika mlango bahari wa Hormuz. Kuona hivyo, kukatokea kampeni nyingine ndogo ndogo hapa za kulipa kisasi, lakini bado hazikumvunja nguvu Iran, ambaye kwa kipindi hiki alikuwa anapambana na maadui wengi katika ukanda huu katikati ya vita hivi vya Iran na Iraq. Marekani akaweka kampeni nyingine katikati ya kampeni. Akayamini meli kubwa nzuri kabisa ya maana, inaitwa Samuel B. Roberts. Samuel B. Roberts yenyewe sasa ilikuwa more advanced, ilikuwa na uwezo wa kufyatua makombora yenyewe. Kwa hiyo Marekani akaamini hiyo Samuel B. Roberts huyu ni bingwa hapa Hormuz, hakuna mtu wa kuleta ubishi, tukitaka tunapita na atakayeleta fyoko tutamchakaza vibaya mno. Irani nao hawakuwa na mambo mengi sana, walikuwa wamejituliza kama maji mtungini. Samuel Roberts inaanza safari kwa kujiamini, nayo inatembea. Kuna meli za Kuwait zinafuata kwenye msafara. Isivyo bahati kwa mara nyingine tena, Aprili 14 haitokuwa siku ya kusaulika. Mwaka ni 1988. Samuel B. Roberts inakutana na kigingi. Ilikuwa ni kigingi cha haja kweli kweli. Meli hii ya Samuel B. Roberts, licha ya uwezo wake mkubwa wa kuweza kushambulia kwa makombora, ikakuwa kisiki kiazi kingine chini ya maji. Mabomu yalikuwa yametegwa na jeshi la Irani, ikaipiga meli katikati, kidogo ipasuki vipande viwili. Inatajwa mabaharia wake 4 walidhurika vibaya, wengine 4 wakiwa wameungua vibaya kutokana na bomu hilo kulipukia kwenye meli hii. Ilikuwa ni fedheha nyingine kwa Marekani. Ndani ya muda mfupi, mapigo mawili makubwa ambayo yalifanya ionekane kwamba ikuwa haijajiandaa vyema katika mchezo huu wa vita ya majini, na ilichukulia poa Irani. Viazi vile ama mabomu, mines zilizokuwa zimetegwa kwenye mlango bahari wa Hormuz hazikuwa zimetafitiwa vizuri, na hakukuwa na uwezo mkubwa wa kisanaa na kisayansi wa kutegua mabomu ya majini yanayopandwa na Irani katika mlango bahari wa Hormuz. Aprili 14 hiyo Marekani kasikitika sana. Ikaona wa jamaa, sasa tulimwamini sana Samuel B. Roberts, meli imepigwa, tutafanyaje? Marekani akaanzisha kampeni nyingine kubwa yenye kulipiza kisasi. Baada ya siku 4, yani Aprili 18 mwaka 1988, Marekani akaja na kampeni ndani ya kampeni. Kampeni aliyokuja nayo inaitwa Praying Mantis. Ndani ya kampeni ya mwanzo kubwa, kampeni mama ya Ernest Will. Kampeni hii ililenga kulipiza kisasi kwa kile ambacho Irani ilifanya kwa meli za Marekani. Kwa hiyo Praying Mantis ilikuja kuonesha dunia kwamba
sisi ndio wababe wa dunia. Na kwa ufahamu tu kidogo, praying mantis ni mdudu korofi, ana miguu yake miwili kwa mbele hivi ni kama anaomba, ndio maana hilo neno praying. Na kwa Kiswahili tunamuita vunja jungu. Mdudu vunja jungu, kwa wasiojua, ni bingwa katika rubaa za uwindaji. Anakula hadi viumbe wengine wakubwa kama nyoka na vyura wa praying mantis anawala vibaya mno, kwa sababu anaweza ku-execute mipango yake aliyopanga vizuri, akaenda kwa nguvu kubwa, akamtandika adui. Sasa inawezekana ndio maana Marekani wao waliita Operation Praying Mantis. Wakaianza Aprili 18 mwaka 1988. Unaambiwa hapo Strait of Hormuz kulichafuka. Zilikuwa ni saa 8 kali za kupiga. Vilikuwa vipigo vitakatifu vilitembezwa hapo, na vituo viwili vikubwa vya jeshi la Iran viliharibiwa vibaya, ambavyo vilikuwa vinatumika kwa ajili ya kuchunguza nyendo za meli zote, lakini pia na kufyatuliwa makombora. Vilipigwa ndani ya muda mfupi kwenye ghuba ya Uajemi, eneo lile vikaharibiwa kabisa, na meli kadhaa za Iran za jeshi la wanamaji zikazamishwa kupitia operesheni ya Praying Mantis. Kwa hiyo ilimlipa Marekani kampeni hii na kuonesha uwezo wake mkubwa. Inatajwa yale yalikuwa ni mashambulizi makubwa zaidi pia kupata kutokea tangu vita ya pili ya dunia kumalizika pale mlango bahari wa Hormuz. Kwa muda wote, kwa miaka kama kwa mwaka mmoja na ushe, tangu mwaka 87 mpaka kufikia mwezi wa Aprili, kuna zaidi ya meli 530 na kitu hivi ziliharibikia pale mlango bahari wa Hormuz na ghuba ya Uajemi. Unaweza kuona bahari ilikuwa imechafuka kwa kiwango gani kutokana na vipigo ambavyo walitembezeana hawa watu kwenye mlango bahari wa Hormuz. Kwa hiyo inapotimia miaka takriban 40 sasa tangu mwaka 1988, kwa ni miaka 38, Marekani inakumbuka kwamba adui yule aliyekabiliana naye pale Hormuz anamkumbuka kwamba sio adui wa mchezo. Vita inaelekea kuisha baina ya Irani na Iraq, na Iraq alifanya makusudi kuingiza wakubwa ili avunje nguvu ya Irani kwenye vita hivi. Isivyo bahati, wote wakiwa wameshalegea sana, Irani amekwisha kosa nguvu kubwa kutokana na kuelemewa kivita na Iraki naye baada ya kuingiza wengine. Irani alikuwa anapambana kwa nguvu yake asilimia kubwa mwenyewe, lakini Iraki alikuwa na uungwaji mkono wa mataifa mengine ya Ghuba. Kwanza alikopa sana huko Ghuba kwa ndugu zake Kuwait, Umoja Falme za Kiarabu, Saudi Arabia na mataifa mengine, lakini kwa Irani yeye asilimia kubwa alikuwa ni yeye mwenyewe, japo kuna baadhi walikuwa wanamuuzia silaha pia mwanzoni kwenye vita, kama Israel waliuza silaha kificho. Israel iliwahi kumuuzia silaha Irani kwenye vita hii. Sasa ajali nyingine kubwa ikaja. Ilikuwa ni Julai mwaka huo 1988. Ndege ya abiria inatoka pale Tehran kuelekea Dubai ikiwa na abiria 290 kipita airport ya Bandar Abbas. Isivyo bahati, meli ya kivita ya Marekani ambayo ilikuwa imejitegesha pale mlango bahari wa Hormuz, inaitwa USS Vincennes, ikifatua makombora na kuipiga ndege hii ya abiria ya Irani. Abiria wote 290 waliokuwemo katika ndege hii wanafariki dunia. Hii inatajwa kuwa miongoni mwa ajali za kutisha kabisa katika karne ya 20 katika usafiri wa anga duniani, na usafiri wa anga nchini Irani haikupata kutokea. Isivyo bahati, Marekani chini ya Rais Ronald Reagan hawakuomba msamaha wowote kuhusiana na tukio hili. Wao walijitetea kwamba kwa sababu ilikuwa ni wakati wa vita, walifananisha ndege ile ya abiria ya Iran Air Flight 655 na ndege ya kivita Irani iliyoitwa F-14 Tomcat. Kwa hiyo walijitetea hivyo. Hata wale makamanda waliporejea Marekani walikuwa kwenye ile meli, walipewa medali, walituzwa, walivalishwa medali kwa vitendo walivyofanya vitani, wale makamanda wa USS Vincennes. Kwa hiyo vita hatimaye inakuja kuisha.
Agosti mwaka 1988, baada ya Umoja wa Mataifa kugutuka, vita imeshakuwa kubwa, watu wengi wamekufa, zaidi ya watu milioni 1 hawana makazi ya maana, watu zaidi ya 500,000 pia wakiripotiwa kufariki dunia kutokana na vita hii. Chumi za mataifa ya magharibi mwa Asia, yani Iraq na Iran, zimedorora, lakini na mataifa mengine ambayo yalikuwa yanatakiwa kupitisha mafuta hapa, hali imekuwa ngumu, na mafuta duniani yalikuwa adimu pia kutokana na vita hivi, kwa sababu Hormuz palikuwa hapa pitiki, ukipita Iran na kutwanga. Kwa hiyo inatukumbusha baada ya miaka 38 kuelekea miaka 40 kwamba Marekani chini ya Donald Trump inapokuwa inaogopa kupita pale Strait of Hormuz, inamaanisha kwamba inaiangalia historia, kwa sababu historia ni mwalimu mzuri ambaye kamwe hajawahi kusahaulisha watu. Kwa hiyo Marekani ikikumbuka na Donald Trump na watu wake wanajua fika kabisa kwamba pale Strait of Hormuz, hata kama we ni bingwa, una jeshi la aina gani duniani, uwezi kwenda na nguvu zako kapita kizembe, lazima Irani mwenyewe aridhie. Haishangazi hata Rais Donald Trump kwa muda wote huu amekuwa akitoa vitisho vingi, lakini ameshindwa kupita mwenyewe, na ndio maana amekuwa ametengeneza hadi uadui na madola mengine ya kigeni, akiyashinikiza yasaidie kufungua mlango bahari wa Hormuz. Si Hispania, si Uingereza, si Ujerumani, si Ufaransa, sio mataifa yoyote, sio Japani waliokubali kizembe kwenda pale, kwa sababu wanajua historia ilishawahi kutokea. Marekani aliambulia aibu kubwa mwaka 1987 na 88 alipojaribu kupita kibabe pale Strait of Hormuz. Yalikuwa ni mastori, na hizi ni nondo za dunia.